Aya, asante sana. Tukiwa watangazaji wawili, mimi ni Jidikel Maestro, niko na mwenzangu nani tena pale? Ni Fiston Ruimbika DJ. Tumekuja hapa kwenye kambi ya Msenyi nchini Burundi katika malengo tu moja hapa kufanya nini? Kuangalia namna gani shughuli za kwenda kutimisha siku ambayo ni siku kubwa katika dini ya Uislamu. Yaani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Waislamu ambao tufuatilia, tunatakia kwanza Eid Mubarak sana, na pia tunawaambia kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki sana katika sikukuu ya leo, na wale ambao waliweza kufunga na wale ambao hawakuweza kufunga kabisa, ndugu zangu, sijui kama tuwachape fimbo, Mungu aweze kuwasamehe tu ili siku au mwaka mwingine waweze kufunga. Asante bwana Fiston Ruimbika, kwako wewe, sijui una neno gani ya kuambia mashabiki ambao tufuatilia mida kama na hii? Kwanza ni kuwashukuru sababu mnajitoa kututizama, na vile mnaendelea kusapoti kazi ambazo tunazozifanya katika nchi ya DRC, katika nchi ya Burundi, yani Afrika nzima na dunia nzima. Tunawashukuru sababu mnakuwa baadhi ya wengi ambao mnakuwa mkisubscribe channel zetu, kulike video zetu na kutusapoti hata kipesa, kwa wale ambao wanachangia hata materiali fulani. Tunakuwa tukiwashukuru na tukiwasapoti. Big up sana. Nyuma ya kamera ilikuwa ni bwana Ibrahim Rumba au Ibrawai. Asante sana wale ambao tufuatilia mkiwa Saudi Arabia, mkiwa Marekani, mkiwa Australia, mkiwa Uvira, mkiwa yani DRC kwa ujumla, Luvungi, Luberizi, Katogota, Sange, Bwegera, Bukavu, Goma, Kinshasa. Asante sana, tuko pamoja. Natumaini kwamba mwezi ujao tutakutana hapo Kinshasa. Shukrani sana. Tuchunge misingi ya dini, tuheshimu dini, tusitukanishe Uislamu. Tunachukua fursa kuomba Waislamu waendelee kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sio mwezi wa Ramadhani tu. Na kuombeeni ndugu zangu Waislamu, tuwe mfano mzuri hapa ndani ya city. Tukisikia kama kuna kesi nyingi ndani ya polisi kule, nikaenda kutizama na kutana Waislamu hakuna kabisa. Kwa hiyo tuendelee tabia nzuri, tuache ulevi, tuache uzinifu, tuache tabia za wizi, tuache tabia mbaya, hizo tabia za Waislamu. Na kutakia tuanze kupendana, tuhurumiane, tusameane Waislamu kwa makosa mbalimbali ambayo tunafanyiana. Hii ni dunia. Waislamu tujue kama kwa ndugu Muislamu. Uislamu hauna ubaguzi, kusema huyu ni wa Kalemi, huyu sijui ni wa Sange, huyu ni wa Uvira, huyu ni wa Bujumbura, huyu sijui ni wapi. Uislamu hauna kabila, hauna rangi, wote Waislamu ni ndugu. Kwa hiyo nakuombeni tushikamane, tupendane, tushauriane, tuhurumiane, tusameane kwa yote ambayo tunaweza kuwa tulikoseana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ametuahidi kuwa sio siku nyingi, aliposema ayyama ma'dudat, eti ni siku ndogo za kuhesabilika. Kwa hiyo tunamshukuru Allah Subhana kwa kuona tumeanza mwezi kwa usalama na tunafikia leo kingoni ama mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia tukiwa wazima wa afya na tukiwa salama, tupo katika sehemu ya amani na furaha. Kwa hiyo kwa hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maana sio wote ndio wamefanyikiwa kufika katika siku ya leo. Kwangu kwanza nafaidika vitu vitatu. Kitu cha kwanza nafaidika thawabu za kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusameheka madhambi zangu, maana ni ahadi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupatia kwa kusema ya kuwa man swama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayefunga Ramadhani vizuri kabisa kwa imani na kutegemea malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah atamsamehe madhambi zake. Kwa hiyo ni faida yangu ya kwanza, kuwa nina uhakika kuwa nimesameheka madhambi zangu. Faida ya pili ni ya kisosialma ama katika mjitamaa, katika jamii nimefaidika kuwa kuchangia na watu ni vizuri, maana vinaleta mapenzi na huruma baina yetu, na imenisaidia pia kithawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amenisamehe madhambi zangu. Kwa watu ambao hawakuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na wapo katika vigezo, wanaeneza conditions zote za kufunga, basi hawa ni kuwaombea Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwajalia waweze kufunga mwaka mwingine, na wasifikirie kuwa kuacha kufunga ni kumkomesha mtu wala mwingine, bali ni kujikomesha wenyewe, maana faida wanazikosa wao. Kwa wale ambao wamefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, natoa wito nikiwakumbusha kuwa
mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli tumefunga vizuri, tumefanya ibada vizuri kama kawaida, lakini isiwi mwisho wa Ramadhani ndio iwe mwisho wa ibada, ndio iwe mwisho wa huruma, ndio iwe mwisho wa upendo. Hapana, upendo upo pale pale unaendelea, na tunakuwa na upendo kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama tunafanya ibada ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yupo. Ramadhani imekwisha, lakini Mungu yupo na Mungu anabaki. Na waita kwa neno ambayo aliitumia kiongozi wetu ama sahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye si mwingine ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wakati mtume Muhammad alifariki, aliwaita Waislamu akasema, ya ayuha nasu, enyi watu, man kana yaabudu Muhammadi, yule ambaye alikuwa anamwabudu Muhammadi, fa inna Muhammadi kad mata, yule ambaye alikuwa Muislamu anafanya ibada kwa sababu ya Muhammadi, basi atambue kuwa Muhammadi hayupo tena duniani. Wa man kana yaabudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na yule ambaye anajua alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atambue kuwa Mwenyezi Mungu wala hafi, Mwenyezi Mungu yupo hai milele. Kwa hiyo na sisi tunawaiteni wale ambao mliswaumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao mliacha mabaya yote katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mulikuwa na upendo na huruma baina yenu, muliwapenda watu wote, muliwahurumia watu wote. Na waita nikiwaambia ya kuwa yule ambaye anajua alikuwa akiabudu Ramadhani, basi Ramadhani imekwenda, Ramadhani haipo tena. Lakini yule ambaye alikuwa akiabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu yupo hai miezi yote, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Hizi miezi zote Mwenyezi Mungu yupo hai, hasinzii au halali au hasahau, na anaona kila kitu hata chini ya bahari. Kumbe tambueni ya kuwa vile vitendo mlivyokuwa mkivifanya ambavyo ni vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, endeleeni kuvifanya kwa ajili ya Mungu, maana Mungu yupo siku zote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona siku ya leo imeendeka vizuri. Tunaweza tukasema salatu wa salamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunashukuru kwa kuona huyu mwezi tumeufunga kwa usalama na tumeumaliza kwa usalama. Mungu muweza kuweza kila jambo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mpaka hii siku ya leo tunatoa pumzi. Kuna wengine wako hospitali wagonjwa, kuna wengine wako kwenye ulaloni, wako kwenye morgue, wengine wako makaburini, lakini sisi Mungu katujalia, katupa pumzi. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu, ndio ile aya ilisema ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, atuongoze katika njia iliyonyooka, isipokuwa wale aliowakasirikia na wakapotea. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona tumesali kwa usalama, na Mungu ametuwezesha tulipokelewa kwa usalama. Pako ndugu zetu wako muhali nzito sana sana sana. Tunasema alhamdulillah la kulli hali. Mungu azidishe na tuendelee hivi hivi, na tupendane Waislamu wa Kristo, tuwe kitu kimoja, tusaidizane. Sina la ziada sana na sina mengi sana ya kuongea. Tunashukuru tu Mwenyezi Mungu, na Mungu atuwekewe pesi. Tukutane katika mwaka mwingine tena insha Allah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda tungependa kujua, je, kuna changamoto ambazo mmepitia mwezi huu? Siwezi kusema kama kuna changamoto mbaya hata moja. Changamoto tumepitia humu ni furaha na kumshukuru Mungu na kusali tu sana, ibada nyingi sana, na kukatazana mabaya na kufurahia heri na mapenzi. Tupendane sisi wote inshallah. Kuna wale ambao hawakushiriki, ujumbe wako ni gani kwa wao? Anayejua kama ni Muislamu wa kushiriki, namwombea dua na namwombea Mungu amrahisishie kumwaka mwingine insha Allah ashiriki. Na Ramadhani sio huyu mwaka tu, kila siku ukiwa mtaabad, Ramadhani ipo tu kila siku na Mungu yupo tu kila siku.